Dagisa mora bet kenda dagia paro mbasna. Dagisa mora bet kenda dagia paro ledina. Inyisa kumiti eta yega omi. Inyisa kumiti eta yega omi. Inyisa kumidhi ota yega komi. Inyisa gik midwaro ta yega nyomi. Wadugenya dengo. Wadugenya yuak. Dagi designer. One beat. Dagi designer. Wadugenya. Oh yes. Nyathiga kinya tema tema githuma. Nyathiga kinya tema tema githuma. Dagi wadugenya denga denga jumwaya. Nimeshukuru kukutana na wewe siku ya leo. I'm happy. Mimi naitwa Dagi Designer Wadugenya. Nashukuru. Shughuli zangu za kila siku ni mimi ni mfanyabiashara. Niko na shop ya boutique. Niko na shop ya electronics. Hata na mimi msanii. Nashukuru Mola mwalimu amenifikisha. Haiko rahisi lakini bado nang'ang'ana sababu kuna life mimi nataka bado sijafika. Nashukuru. Asubuhi kuja tukaenda kufungua hizo shop. Hatuwezi kosa kuuza, lazima tuuze. TV lazima niuze. Kwa kuuza Mwenyezi Mungu. Ufa lazima niuze. Home theater, bulb, charger, earphones. Ziko na vitu moja. Shop ya boutique pia. Job iko sawa. Siwezi lalamika. Siwezi sema ni mbaya ama ni mzuri. Iko sawa. Nashukuru Mungu. Biashara nimeanza 2016. Okay. 2016 shop yangu ya kwanza nilifungua 2016. Ilikuwa shop ya boutique. Nilianza nayo. Nikafungua shop ya boutique nikafanya 2016, 2017, 2018 Goda Can Bless nikafungua another shop Outering Road. Goda Can Bless nika expand nikafungua shop ya pili Outering Road ya boutique tu bado. Hiyo shop ya kwanza nilifungua Umoja mahali panaitwa Kirwa, Umoja 1 Kirwa. Ndio shop yangu ya kwanza nilifungua 2016. Goda Can Bless after 2 years 2016, 2017, 2018 nikafungua ingine ya Outering Road. Kabla sijaongea story about music, kwanza tuongelee electronics. Electronics wakati 2018 nikifungua shop ya pili ya boutique, nikakaa nikaona hizo shop zote mbili zinafanya biashara same. Ya Umoja iko na boutique, ya Outering Road boutique. Sasa nikaona shop ya Umoja kwa siku inaweza uza 2k. Shop ya Outering Road kwa siku inaweza uza 20k. Mimi kupiga hesabu nikaona naenda hasara sababu shop sasa ile ya Outering Road ilikuwa na do better kuliko ya Umoja. Sasa unapata client wote walikimbia ile Outering Road wakijua wanasema ile ya Outering Road ndio Dagi analeta vitu smart kuliko ya Umoja. Mimi nikarudi kwenye magoti nikapiga magoti nikaomba nikamwambia Mungu, si niko na shop mbili na zote ni za boutique. Anipe idea nyingine azimizi shop zote mbili isifanye biashara moja. Angalau niwe na shop mbili lakini biashara tofauti. Na siku nilikuwa nalala nikaomba Goda Kiingereza, mimi Kiingereza Douglas, usiwe na wasiwasi, usilie, mimi bado niko na wewe. Ni true story, si panana, true story. Ilikuwa mchana saa 8 nikaota Goda Kiingereza kaniambia, Douglas, shop yako ile ya kwanza toa mungu zote peleka kule juu, hiyo shop uweke electronics. Umoja mzima hakuna mtu anauza electronics mpya, zote ni second hand. Kwa hivyo electronics mpya ni wewe ndio utakuwa mtu wa kwanza kuuza. By then wakati nimeamka tu kwa hiyo ndoto, nilienda shop ya chini nikatoa boutique zote nikapeleka kule juu. Hiyo shop nikaanza ku renovate, nikatengeneza, after kitu kama 3 months hivi 2019 nikaweka 2020 nikaifungua electronics. Ilikuwa ni tarehe 5 January nikafungua electronics. Sasa wakati nilifungua electronics baadaye siwezi lalamika, imedo better na nashukuru Mola kwa hiyo electronics nilifungua.
vitu zinabaika kama kawaida. Nashukuru Mola, tukifunga shop asubuhi hizi fika jioni kama tunauza TV, kufa, bulb, charger, earphones. Hizo ni vitu zinaenda daily. Nashukuru Mola. Sasa kukaa kidogo, mimi hata nikiwa shule sikuwa najua hata hizi mambo za kuimba, sikuwa napenda. Nikiwa shule mimi nilikuwa napenda sana ball. Hizo ndio nilikuwa napenda sana nikiwa shule. Nilikuwa napenda ball. Hata mambo ya kuimba nimeanza kitu kama mwezi wa 3 wa 4 hapa. Kwa sasa niko na 5 months kwenye industry ya muziki. Sasa mimi nilikuwa nalala naota naimba. Hiyo kitu ikakuwa serious, ikanikuja kila siku nikilala naota naimba. Sasa mimi kwenda kwa rafiki yangu nikamuuliza, hii mambo ya kuimba hii kila siku naota naimba iko namna gani? Ndakanieleza, Douglas, wewe tafuta producer, wewe muelezee story, then uone vile utasaidika. Mimi kuenda nikatafuta producer anaitwa Roy Captain, nikaenda nikamuelezea vile mimi nalalaga nikiota. Roy Captain akaniambia, Douglas, wacha kutupa mbao, hii ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, talent. Akaniingiza kwa studio, tukarekodi wimbo yangu kwanza, ilikuwa na mama mzazi, niliimbia mamangu wimbo yangu kwanza. Nikaambia mamangu, watu wakasema Dagi mfanya biashara, Dagi hajui kuimba nini. Mimi sikujali na maneno yao ya kuongea. Unajua kwa hii dunia ukinaona wataongea, ukikonda wataongea. Kwa hivyo mimi sikujali na maongeo ya watu. Mimi niliendelea na shughuli zangu za kila siku. Kaka kidogo tena Mungu akaniletea wimbo wa pili, Aywa Gohera. Wimbo wa pili, Aywa Gohera na maanisha nalia mapenzi. Kuna demu nilikuwa napendana na yeye. Wakati aliniacha iliniuma sana. Sasa ndio God akanipea akili ya kutengeneza hiyo ngoma pili inaitwa Aywa Gohera. Dagi samora bet kenda dagi aparo mbasna, dagi samora bet kenda dagi aparo lindina. Inyisa kumiti etayega omi, inyisa kumiti etayega omi, inyisa kumidhi otayega komi, inyisa gik midwaro tayega nyomi. Wadugenya dengo, wadugenya yuak. Hiyo inamaanisha nalia mapenzi. Naambia udem, sikia vinavyokubembeleza, sikia vinavyolia. Unieleze mali huko nije nikuchukue. Nashukuru Mola. Ngoma yangu ya pili, Masi. Niko na gospel na kumrudisha Mungu shukrani. Niko na ngoma mingi tu, nashukuru Mola. Industry muziki, Mungu akifungua njia, straight hapo. Sina mingi zaidi, nashukuru Mola kwa yote. Hakuna kitu mtu haizifanya. Mwanaume yote, hata kwa Biblia inasema kwamba sisi wanaume tutakula kwa uchungu, kwa jasho letu. Azim, mwanaume anaweza fanya kazi hata 10. Bora uwe na nini? Umejipanga vizuri. Hakuna kitu ngumu kwa binadamu utali hai. Sababu hata mimi walisema siwezi. Walisema siwezi. Na sababu niendelea. Hakuna duka yangu yote imefungwa. Shop ya boutique inafanya kazi. Shop electronics inafanya kazi. Muziki inaendelea kutoa. Azim, wale hata watu kuna vijana wameandikwa, wako na talent, wanashindwa vile wanaweza fanya hizo vitu mbili at the same time. Inawezekana. Ni vile mwenyewe aweke mambo zake kwenye mpango, anasema kutoka hii time mpaka hii time nafanya hii. Kutoka hii time mpaka hii time nafanya hii. Hakuna kitu kingine. Na wote watasucceed. Vile Mwenyezi Mungu amenibariki, hakuna mtu hawezi barikiwa. Sababu maisha yetu kwa mkono wa Mwenyezi Mungu. Na mimi nampenda Mungu sana. Sababu madam nitoa na madam nifikisha sasa. Kama si yeye, sasa ningekuwa nishazama. Kwa hivyo Mungu wako kwa mbele yangu, mimi niko nyuma yake. Na sitakosa kumpigia magoti chini na kumlilia kila siku, sababu kile bado nataka kwa life sijapata. Na mwenye kupeana na Mwenyezi Mungu. Nashukuru Baba. Sasa kile ninaweza ongezea, mandugu zangu, madada zangu, mama zangu, baba zangu, mashosho zangu, mafuka zangu, mahali popote wako, Mungu awazidi kwa bless, Mungu awapatie nguvu. Ule anayetaka nguvu yoyote ili uweze na mtu mwingine kama kwa Dagi Designer.
nitakudesign vile mimi nimejidesign hivi. Ule mtu anataka electronics, iwe ni digital TV, iwe ni smart TV, earphones, charger, ufa, home theater, come kwa Dagi Electronics umoja wanu Kirwa utapata. Shop yangu iko Outer Ring Road, Stella Dagi Designer. Ukiingia kwenye YouTube utanipata Dagi Designer Hudu Kenya. Search Dagi Designer Hudu Kenya. Subscribe, like, comment, share. Nashukuru kwa mafans wangu wote.